Asubuhi ya leo nataka nikwambie, chochote unachokihitaji kwenye maisha yako unaweza kukipata, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anatuwezesha kuyaweza mambo yote. Haleluya, 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 haleluya. Nataka leo tuzungumze kuhusiana na vitu ambavyo tunatakiwa tuviache ili tufanikiwe. Nataka tutafakari, tujifunze na nihubiri kwa habari ya vitu ambavyo mimi natakiwa niviache ili nifanikiwe, vitu ambavyo unatakiwa uviache ili upige hatua, mambo ambayo unatakiwa uyaache yasiwepo kwenye maisha yako ili uweze kuona milango fulani ikifunguka kwenye maisha yako. Ndio nataka tuangalie na tutafakari mambo hayo. Unajua, tumeanza mwaka huu, ni mwaka mpya kabisa. Leo ndio kwanza siku ya 4. Kwa hiyo kama uliweka mipango 10, mipango 20, umeweka malengo ya vitu vingi kufanya, bado haujafeli, maana bado unao muda mrefu sana wa kufanikisha yale ambayo umeyapanga. Lakini kitu ambacho ni lazima asubuhi ya leo nikwambie ni ya kwamba kuna vitu ambavyo ni lazima uviache ili uweze kufanikisha yale uliyokusudia. Haleluya, haleluya. Inawezekana ni mwanafunzi huko shuleni, na bahati nzuri nafahamu baadhi yenu ni wanafunzi. Inawezekana unafanya kazi, inawezekana umeajiriwa au unafanya biashara zako, unafanya zako binafsi, lakini kila eneo ambalo wewe upo kuna mafanikio unayahitaji. Kuna achievement unazihitaji. Kuna mambo fulani unahitaji kuona yakitokea. Sasa hayatatokea kwa sababu unataka, ila yatatokea kwa sababu kuna hatua umezichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hatua mojawapo ni kuacha baadhi ya vitu vinavyoweza kuleta kuwa kikwazo kwenye mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mafanikio ni asili ya Mungu. Mafanikio ni asili ya Mungu. Na kwa sababu mafanikio ni asili yake, siku zote huwa anapenda kumfanikisha mtu. Anapenda kuona mtu fulani anafanikiwa. Anapenda kuona binti fulani, kijana fulani, baba fulani, mama fulani akifanikiwa, kwa sababu mafanikio ni asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utakapokuwa unaishi unafanya vitu vyako halafu ukakosa mafanikio, ukakosa matokeo, usije ukasema Mungu amependa. Mungu hapendi wewe ushindwe. Mungu anapenda wewe ufanikishe mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anasema, nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini katika siku zenu zijazo. Angekuwa hapendi sisi tufanikiwe na tupige hatua, asingesema hivyo. Kwa hiyo ukifanikiwa ujue Mungu amekuwezesha, lakini ukishindwa ujue kabisa kuna makosa. Haleluya, haleluya. Wale ambao wamefuatilia kule Dodoma wanalima zabibu, hasa katika ile wilaya ya Chamwino kule pembeni, wanalima sana zabibu sana. Lakini ukifuatilia mtu akishapanda mzabibu wake, huwa kuna baadhi ya matawi huwa anayatoa ili ule mzabibu uweze kuzaa vizuri. Anaondoa. Lakini kule Iringa na Njombe wanalima sana miti ambao wanalima sana. Utakuta ile mti ule unapokuwa umeota, umeanza kukua, utakuta kuna baadhi ya matawi wanayakata ili ule mti urefuke vizuri, mtu atakapovuna aweze kupata magogo mengi ya kupasua mbao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anakata? Anahitaji ule mti ustawi, lakini anakata matawi, ana prune. Maana yake anataka ule mti uweze kufanikisha yale malengo alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ala, kwetu sisi maisha yetu huwa kuna vitu vinaweza vikaingia kwenye maisha yetu, ama adui akavileta kwenye maisha yetu, au tabia zetu binafsi zikafanya hayo mambo yawepo kwenye maisha yetu, lakini kama yakiendelea kuwepo yakatuzuia kupiga hatua tulipaswa kupiga. Sasa ili kwamba uweze kupiga hatua hizo, ndio lazima hayo mambo uyaprune, uyaache, ili uweze kwenda kule Mungu anataka
uende uweze kwenda kule ambako unatamani kwenda, uweze kufikia yale ambayo unataka kuyafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nitakuonyesha mambo matatu leo ambayo unatakiwa uhakikishe hayapo kwenye maisha yako ili uweze kufanikiwa. Pale ulipo uende zaidi ya pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja alizijua asili hizo, Daniel akawa mtu wa kipekee. Ukifuatilia maisha ambayo Daniel aliishi, utagundua yale mambo matatu nitakayokuambia Daniel hakuwa nayo. Na ndio maana utakuta alifanikiwa sana katika nchi ambayo alikuwa amechukuliwa kama mtumwa, lakini akaenda kuwa kama waziri mkuu katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa kwenye nafasi ya juu sana, lakini ameingia katika ile nchi kama mtumwa, ila alijua siri. Akapruni yale mambo yangeweza kumsababisha asifanikiwe, akayapruni yote. Angalia, akaja kuwa mtu wa tofauti. Unaweza kuwa katikati ya watu wao akawa watu wa kawaida, lakini wewe sio wa kawaida, kwa sababu umejua mambo yanaweza kukusaidia usiwe mtu wa kawaida. Haleluya, haleluya. Nataka nianze na kitabu cha Mithali sura ile ya 28. Nataka nianze pale nitakuonyesha kweli kwamba kuna mambo yanaweza kuzuia, lakini baada hapo nitakutajia mambo matatu ambayo unatakiwa uyaache ili uweze kufanikiwa kwenye maisha. Mithali sura yake ya 28 mstari wa 13 pale kuna maneno pale mazuri sana, nataka tuyasome. 28 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mstari wa 14 unasema mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Ukisoma mistari hii miwili inakuonyesha kwamba kweli kuna vitu vinaweza kumzuia mtu asifanikiwe. Kwenye mistari hii imeenda very specific na imeonyesha jambo moja ambalo mimi leo sitalizungumzia sana, maana ninajua hapa wote mlioko hapa ili jambo mnajilinda nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wote hapa mnajilinda na dhambi. Hata yule ambaye anaweza kawa anafanya lakini hafanyi kama sehemu ya maisha yake, atafanya kama ameteleza. Kwa hiyo dhambi najua, nina uhakika sio sehemu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nizungumzie yale mambo ambayo ninajua mtu anaweza akayaweka kwenye maisha kwake na akaendelea kuyafanya kuwa sehemu ya maisha yake na asijue kama yanamzuia kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wote najua hapa mtu akija akamwambia kwamba tukafanye mambo fulani ambayo mnajua kabisa unajua ni dhambi, hautakubali. Mtakataa. Kwa mfano, ningekuja hapa nikasema leo twende tukabomoe nyumba ya mtu fulani, tuibe mali zake. Wote hapa mngekataa, msingekubali kwenda na mimi. Na ningeenda na mimi. Wote mngekataa. Kwa sababu najua kabisa ni dhambi, haifai kufanya hivyo. Na hapa Suleiman wakati anaandika kitabu cha Mithali amesema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa maana hiyo, mtu akiweka dhambi kwenye maisha yake itamzuia asifanikiwe. Lakini tafsiri ya zaidi ni kwamba dhambi ni moja kati ya kitu kinachoweza kumzuia mtu asifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 14 anasema mwanadamu mwenye kicho yu heri. Manake mwanadamu anayemcha Mungu yu heri, manake amebarikiwa. Ukiendelea pale mbele anasema bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Mshupavu unajua maana yake? Mshupavu wa moyo. Ukisoma neno hili unaweza ukafikiri kwamba anazungumzia mtu mzuri wa moyo, lakini neno hili mshupavu wa moyo tafsiri yake sio mtu mzuri wa moyo, lakini ni mtu mgumu ambaye ni mtu ambaye ana ukaidi. Mtu mkaidi ni sana kusema bali mkaidi wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Manake mtu akiwa mkaidi ndani ya moyo wa kwake ndio kwamba hatafanikiwa. Na watu kama hao wapo.
Kuna watu ni wakaidi, wanakuwa wakaidi mpaka kwa mtu anayewasaidia. Unaweza kuwa unamsaidia mtu, lakini bado mtu akawa na ukaidi ndani yake, anakaidi yale mambo unayomwambia, anakaidi yale maelekezo unayompa, anakaidi vile vitu ambavyo unamwelekeza. Mtu kama huyu kufanikiwa kwake ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu kwamba Mungu hatambariki, lakini pia hata wewe ambaye ulikuwa unajitoa kwa ajili yake, kuna wakati utaona haiwezekani kuendelea kufanya hivyo. Haleluya. Sasa anasema Suleiman wakati anaandika katika Mithali, anasema bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanathibitisha kwamba yakiwepo kwenye maisha yangu, yakiwepo kwenye maisha yako, yanaweza yakatuzuia sote tusifike pale tunataka kufika, tusiachieve, tusiyapate yale tuliyotamani kupata, mambo haya yakiwe. Lakini bahati nzuri kwamba hakuna mtu ambaye yuko tayari kuishi kwenye aina hii ya maisha, hasa yule ambaye amemjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yako mambo ambayo hata mtu ambaye amemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yako mambo mengine anaweza akayapa nafasi kwenye maisha yake bila kujua kama yanamzuia kwenda kule anakotaka kwenda. Hayo ndio nataka nikuonyeshe kwa kina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mistari hii imekuwa very clear na imetuthibitishia kwamba kweli kuna mambo mtu asipoyaacha yanaweza akamzuia. Lakini sasa hapa nataka nikuonyeshe mambo matatu ambayo unatakiwa uyaache. Mambo matatu ambayo unatakiwa uyaache ili uweze kufanikisha yale ambayo unayatamani kwenye maisha. Na wakati mwingine tutakapoyasema unaweza ukayaona ni mambo ya kawaida sana, lakini there is some point, kuna namna fulani utakuta alikuwepo kwenye maisha. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kuliacha, mtu wa Mungu, mimi natakiwa niliache na wewe unatakiwa kuliacha, ni kujihurumia. Acha kujihurumia. Acha kujihurumia. Mtu wa Mungu, acha kujihurumia. Acha kujihurumia ili uweze kufanikiwa. Wengine tunajihurumia sana. Jambo la kwanza ambalo najua dhambi umekwisha kuacha, lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kuliacha ili uweze kufanikiwa, acha kujihurumia. Nitaeleza mambo mengi hapa na nitakusomea maandiko, tutatafakari wote, lakini nataka kwanza nikutafakarishe jambo moja lililotokea zamani sana, mwaka 1519. Ni zamani sana, zamani kweli kweli. Kuna jambo moja lilitokea mwaka 1519. Mtu mmoja anaitwa Helman Cott kwa jina wangu, alikuwa ni kamanda wa jeshi. Yule mtu akaongoza wanajeshi 600 kutoka Hispania kwenda kuvamia nchi ya Mexico ili waweze kuichukua ile nchi kama mateka yao. Sasa walipoenda kule kwenye kile kisiwa, wakakuta kumbe kile kisiwa cha Mexico kina jeshi kubwa na lenye nguvu kuliko lile jeshi walikuwa wameenda wao. Wakakuta wale watu wamejipanga vizuri. Sasa unajua nini alichokifanya Helman Cott? Walipofika pale kisiwani, wakatia nanga, wakashuka. Aliagiza wanajeshi wote washuke kwenye meli ambazo walikuwa wameenda nazo, na wote walipokuwa wameshuka na wamehakikisha hakuna mwanajeshi hata mmoja mbaki kwenye meli zile, akaagiza zile meli zote wazichome moto. Akaagiza meli zote wazichome, wakazichoma moto zile meli. Alafu akauliza, mnaona nini? Akamwambia, tunaona moto. Maana yake ni nini? Meli zinateketea. Alafu kawaambia, sasa hapa hatuna uchaguzi. Uchaguzi wetu ni moja, kushinda vita.
maana hatuna njia ya kukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna njia ya kukimbia, we cannot run away. Maana hapa ni kisiwani na njia pekee ya kukimbia ilikuwa ni kukimbia kwenye meli zetu na kuziwacha kurudi Hispania. Akaambia hapa option ni moja tu, kuhakikisha tunashinda vita hii. Na ukifuatilia nini kilichotokea baadaye ni kwamba vita hili walishinda. Maana wale wanajeshi 600 walipigana bila kujibakisha, hawakujihurumia. Kwa sababu walikuwa wanajua tukishindwa hapa basi sisi ndio tunakufa. Kwa hiyo waliacha kujihurumia. Wangepigana vita wakati meli ziko pale zinawasubiri, wangepigana kwa uzembe, wasingejitoa kikamilifu, wangejihurumia. Lakini baada ya kwamba meli zote wamezichoma moto, wakasema ili tuondoke hapa ni mpaka tuwaue, tuwapige, jeshi hili tulipige, na kama tunaondoka basi tuondoke kutumia meli zao, mara za kwetu tayari tumeziteketeza kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, wakati mwingine hatupigi hatua kwa sababu Mungu hapendi. Mungu yuko tayari kutuona tunapiga hatua, yuko tayari kutusaidia tupige hatua, lakini hatupigi hatua kwa sababu wakati mwingine tunajihurumia na sisi tunakuwa kikwazo cha kupiga hatua. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, hakuna mtu yeyote ambaye amefanikisha jambo lolote kwa sababu ameonewa huruma. Usifikiri kwamba labda kwa sababu wewe ni mtu mnyonge, wewe ni mtu mdogo, labda wewe kwamba dunia itakuonea huruma, shetani atakuonea huruma, akuruhusu uende. Hata kuruhusu, utapingwa hata kama ni mtoto mdogo, utapigwa vita hata kama hakuna kitu unacho, atakupiga vita tu. Kwa nini? Kwa sababu ndio asili ya dunia hii. Kwa ili uweze kwenda zaidi hapo, ni lazima uache kujihurumia, ufanye kitu zaidi ya kile ulikuwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hakuna mbadala. Kuna mtu mwingine anajihurumia kufanya kila kitu. Mara nyingi tunajihurumia kufanya mambo mengi tu, lakini ndugu zangu, ili uweze kwenda zaidi hapo ulipo, you have to pay more cost than that you pay now. Lazima ulipe gharama zaidi ya ile unalipa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ulipe gharama ambayo inazidi ile ili uende zaidi ya pale. Sisi tunajihurumia kuomba, tunaomba kidogo kweli. Wakati mwingine unaweza kama umepanga kuomba, unaingia kwenye maombi, unaomba dakika 5, unaona kama umechoka, unaona kama kuna vitu vyako vinachelewa, unaacha maombi dakika 5 unaondoka. Utaendelea kuwa yule. Wakati mwingine unachukua Biblia, unataka usome Biblia, unasoma hata sura moja humalizi, unaona kama unachelewa, unafunga Biblia unaondoka, unaenda kufanya mambo yako mengine. Na yale nao unaenda kufanya, unafanya partial. Hakuna kitu tunafanya tunazama. Tunafanya kila kitu kama tunajaribu na maisha yetu yanaendelea kuwa kama maisha ya kujaribu. So ukitaka kwenda zaidi lazima uache kujihurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kujihurumia. Tafuta hekima ya Mungu kwenye maandiko, jaza kwenye kichwa. Kanuni zake, application zake zichukue, weka kwenye matumizi. Huwezi kuendelea kuwa mtu wa kawaida. Sema sitakuwa mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Ukiacha kujihurumia hautakuwa mtu wa kawaida. Wakati mwingine unalala tu. Kuna watu wengine mtu analala masaa 3, 4, 5, 6, 7, 8, hata kumekucha hataki kuamka. Hataki kuamka. Anajihurumia, atamani kuendelea kulala. Huwezi kwenda zaidi ya pale ulipo. Huwezi kwenda zaidi ya pale ulipo. Lakini nataka nikwambie, ukianza kupunguza, ukaa hata masaa 4. Muda mwingine ule unaotumia kusoma maandiko, kuomba, kusoma vitabu, kufanya kazi, utashangaa. Utaanza kupata zaidi unachopata sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza kupata zaidi ya kile unachokipata sasa hivi. Kinachotuzuia mara nyingi, kimoja wapo kinachotuzuia ni kujihurumia. Tunajihurumia sana.
Tunajihurumia sana. Ukifunga siku moja masaa 12, na kesho tena nitakonda. Nitakonda bwana, shepu yangu itaharibika. Usihurumie, usihurumie, usihurumie. Ukiamua kwenda zaidi ya hapo ulipo, mpendwa, mimi nakwambia, and I will come here to testify and to prove wrong my ways, but I'm sure that you prove it right. Ukiamua kwenda zaidi ya hapo, matokeo utakayopata sio hayo, sio hayo. Unajua wakati mwingine hatusikii Mungu akitusemesha kwa sababu we are too busy with our own things. Tunakuwa busy na vitu vyetu wenyewe, vitu vya kawaida, halafu hatusikii Mungu akisema na sisi. Lakini hata ukitenga muda kwa ajili kwamba nitakuwa nakaa naomba, wakati unaomba kuna sauti unazisikia, ukifanyia kazi zile sauti zitakuhamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kujihurumia mpendwa. Angalia kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa 12. Mathayo 11 mstari wa 12. Tangu siku ya za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ukienda sura ya 3 ya kitabu cha Mathayo, sura ya 3 na ule mstari wa 13 ukasoma na hadi ule mstari wa 15, Biblia inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akakubali. Haleluya, haleluya. Mazingira yalikuwa yanaonyesha kwamba Yesu, you are very okay, hauhitaji kubatizwa, maana ndivyo Yohana alikuwa amemwambia. Kwa hiyo ilikuwa inamtosha Yesu kuendelea na shughuli zake, lakini Yesu alijua kwamba sitakiwi nijihurumie kwa habari ya jambo hili, sitakiwi nijihurumie. Hata kama huyu anayetakiwa kunibatiza hajajua siri yoko ndani ya jambo hili, lakini mimi lazima nibatizwe ili nifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nifanikishe kile kilichonileta, ni lazima niende kwenye maji. Yohana yeye amekataa. Amesema mimi nilistahili nibatizwe na wewe. Maana Yohana alikuwa anamtazama Yesu kama vile alivyokuwa wakati yuko mbinguni, maana alimjua. Lakini pale Yesu alikuwa ameenda Yordani kwa ajili ya kubatizwa kama mwanadamu ili aweze kukamilisha kazi ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio anasema kubali ili tuitimize haki yote. Alikataa kuendelea kujihurumia katika mazingira yale ili aweze kufanikiwa. Lakini katika ile Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 11 na ule mstari wa 12, maandiko yamesema kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Hapa haizungumzi nguvu za misuli ya kawaida, hazungumzii ile misuli ambayo mtu anaipata kwa kwenda gym. Wote tungeenda gym kutafuta muscles ili tuweze kuteka ufalme wa Mungu. Lakini anapozungumzia nguvu, anazungumzia ule uwezo wa kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida, ambavyo vinamsaidia mtu kukua katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye yuko tayari kuyakana mambo mengine yanayomzuia kwenda mbele na kufanya yale mambo yanamsaidia kwenda mbele, yale mambo ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi mara nyingi tunajihurumia kufanya hayo. Tukubali, tuache kujihurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mara nyingi tunajua kila kitu tunachotakiwa kufanya, lakini inashangaza kwamba unakuta tunafanya kidogo sana, au wakati mwingine hatufanyi kabisa. Tunajihurumia. Sasa nataka nikuonyeshe maeneo machache ambayo adui huwa anapitisha hizi huruma na matokeo yake tunashindwa kwenda mbele. Mara nyingi tunajihurumia
kwenye yale mambo ya kawaida. Tunajihurumia kwenye kuamka mapema, tunajihurumia. Lakini mafanikio pia yamefichwa kwenye kuamka mapema. Tunajihurumia kwenye ratiba zetu binafsi za maombi, tunajihurumia. Wakati mwingine kwa sababu labda tumeomba Ijumaa, unaweza ukajihurumia usombe Jumamosi, au kwa sababu tutaomba Ijumaa, basi unajihurumia through the week, uombe hapa, unaomba mpaka ile Ijumaa tu. Fanya zaidi. Haleluya! Ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye nguvu. Amen. Jambo la pili ambalo unatakiwa uliache, mtu wa Mungu, ili uweze kufanikiwa. Jambo la pili ambalo unatakiwa kuliacha ili uweze kufanikiwa, and it is very shame to say this thing, lakini I have to say kwa sababu nililetewa hii. Ni kama aibu vile kulisema jambo hili, lakini lazima niseme kwa sababu nimeletewa hii, na ya kwamba tunatakiwa tuliache ili tuweze kwenda zaidi ya hapa. Jambo la pili ni uvivu. Jambo la pili ambalo ndugu zangu tunatakiwa tuliache ili tuende zaidi hapa tulipo ni kuacha uvivu. It is something like that I was talk about. Ni kama vinafanana vile, kujihurumia na uvivu, lakini kuna namna fulani vinatofautiana. Kuacha kujihurumia ni ile kwamba you take risk of your own life. Unahatarisha maisha yako. Kuacha kujihurumia ndio kwamba unahatarisha maisha yako, kwamba chochote kinachotokea na kitokee, lakini mimi naamua kufanya hivi. Ni kama vile Herman Curtis alivyofanya. Walichoma meli, maana waliacha kujihurumia, walisacrifice maisha yao. Sasa kwenye swala la uvivu ni jambo la pili ambalo tunatakiwa tuliache ili tuende zaidi ya pale tulipo. Na hii tafsiri yake ni rahisi sana, kwamba uache kufanya kazi zako uache tu kufanya kazi zako ili uende zaidi hapo. Tuangalie kitabu cha Mithali sura ile ya 10 na mstari wa 4. Mithali sura ya 10 na ule mstari wa. Amen. Asante. Lakini pia tuangalie sura ya 13 na mstari wa 4. Mithali sura ya 13 na mstari wa 4. Nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Bidii. Bidii ni kinyume cha uvivu. Ila uvivu ni kama roho fulani ambayo huwa inayakamata maisha ya mtu na kumuonyesha kwamba pale alipo yupo sawa sawa. Ni roho fulani ambayo inaingia katika maisha ya mtu, halafu inamuonyesha kwamba kile unachofanya uko sawa sawa. Ukiongeza zaidi ya hapa utachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo mtu kama anafanya kazi masaa mawili ni yale yale. Mtu kama anafanya kazi dakika 5 anapumzika ni vile vile. Why? It is spiritual thing ambacho kimeingia ndani yake, ni kitu fulani cha kiroho kimeingia ndani yake, alafu kinamzuia asifanye zaidi ya pale. Lakini bidii manake ni kufanya zaidi ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufanya zaidi ya kawaida. Sasa anasema ule mstari wa 10 sura ya 13 mstari wa 4 anazungumza, anasema nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu. Mtu mvivu anaweza kama anafanya analima shamba robo heka, halafu anataka avune kama mtu aliyelima heka 10. Anatamani lakini hapati nini? Hapati kitu. Lakini anasema bali nafsi ya mwenye bidii hunenepeshwa. Unajua, anaposema nafsi ya mtu mwenye bidii hunenepeshwa, sio kwamba alikuwa mtu mwembamba alafu ghafla namuona amenenepa. Kwanza nafsi hainenepi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi kwanza huwezi kuiona. Amen. Anaposema nafsi ya mtu mwenye bidii hunenepeshwa, ndio kwamba mtu mwenye bidii, kule kwenye nafsi ndio kuna matamanio. Kule kwenye nafsi ndio kuna hali ya kutamani vitu. Hali ya kuhitaji vitu ipo kwenye nafsi. Sasa mtu mwenye bidii
nafsi yake inapata utoshelevu. Ndio vile anaposema hunenepeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu atafanya kazi kwa viwango vikubwa, atafanya kazi kwa bidii sana, ili kwamba aweze kupata yale anayoyahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mvivu ni rahisi sana kuingia kwenye mtego wa shetani, kwa sababu atahitaji kupata vitu ambavyo hawezi kuvipata kwa nature yake ya utendaji kazi. Sasa jambo la pili ambalo mtu wa Mungu tunatakiwa tuliache kama kanisa, lakini kama mtu mmoja mmoja, ni hili la uvivu. Kuacha uvivu. Usikubali kufanya kazi kwa uvivu. Mtu mvivu, kitu ambacho huwa kinatokea kwenye maisha yake, huwa anakuwa na tabia ya kuahirisha vitu. Anaahirisha, nitaenda halafu haendi, nitafanya halafu afanye. Ukijikuta una tabia kama hiyo, ujue kuna uvivu fulani huko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwaka jana umeahirisha vitu vingi, kama mwaka jana uliahirisha vitu vingi, ujue mwaka jana umeishi kwenye uvivu. You need to change that to go beyond of where you are. Unatakiwa ubadilishe hiyo, uende zaidi ya pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi waliahirisha vitu vingi mwaka jana? Usinyoshe mkono. Unaweza kupata aibu. Na wakati mwingine unaweza kushangaa vitu ulivyoviahirisha havikuhitaji ufanye kitu kikubwa sana ili ufanye. Vile kuhitaji wewe tu kuchukua hatua, lakini ufanye. That is laziness. Ulikuwa uvivu, ulichukua nafasi kwenye maisha yako. Acha hiyo, uende zaidi hapo. Kuna wengine huwa mnaahirisha mifungo. Kesho naingia kwenye maombi. Kesho nafunga. Ukiamka unashangaa, ngoja nitafunga kesho. Usifanye kazi zako kwa uvivu. Kata kabisa uvivu kwenye kazi zako. Alafu utaona namna ambavyo utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na mstari wa 10. Mhubiri. Tulimaliza jambo hili la pili, tuende kwenye jambo la mwisho na tumalize. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Maanake baada ya maisha haya hautakuwa na nafasi ya kufanya yale unayoyafanya. Muda wako ukiisha, utakuwa umeisha, hautakuwa na nafasi ya kufanya tena. Kwa hiyo unapokuwa na nafasi ya kufanya, ndio kwamba fanya kwa nguvu zako zote. Umepata nafasi ya kuomba, omba kwa nguvu zako zote. Umepata nafasi ya kufanya kazi zako, fanya kwa nguvu zako zote. Maana huo muda ukipita, hautakuwa na nafasi ya kufanya jambo lile lile. Itakuwa ni muda kwa ajili ya jambo lingine. Jambo la tatu na la mwisho katika yale mambo ya kuyaacha. Jambo la tatu ambalo tunatakiwa tuliache ni kuacha kuwalaumu watu wengine. Acha kuwalaumu watu wengine. Stop blaming others. Acha kuwalaumu watu wengine. Unapomlaumu mtu au unapokuwa mtu unayelalamika, maana yake unataka mtu fulani aje akusaidie kutekeleza majukumu yako. Ndio tafsiri ya kulalamika. Na wakati wote ambao utakuwa unalaumu au kuwalaumu watu wengine, hautaona fursa ambazo utakiwa kuzitumia wewe kufanya kazi zako au kukusaidia. Ukishajikuta umeingia kwenye mtego wa kuwalaumu watu, maanake wewe utakuwa unajisema mimi niko sahihi. Mimi niko sahihi. Wangapi mmewahi kuwalaumu watu? Kila wakati unapopata nafasi ya kumlaumu mtu fulani kwenye lile eneo ambalo wewe ulikuwa unamlaumu, maanake ulikuwa unatuma message kwamba mimi niko sawa sawa. Mimi niko sawa sawa. Mimi sikosei. Mimi niko sawa sawa. Nani ambaye hakosei? Nani ambaye yuko perfect? Na mara zote unapokuwa unafanya hivyo, maanake unajinyima nafasi ya kujirekebisha. Bwana Yesu tusaidie sana watu wa Mungu. Ukimlaumu mtu mwingine katika eneo fulani, maanake katika eneo hilo kwenye maisha yako hautafanya cha ziada.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tuna walaumu watu, hanipendi, hanijali. Ni maneno ya kawaida sana kwenye jamii, lakini wakati wote unapokuwa unalalamika na kuwalaumu watu katika maeneo hayo, wewe manake unajihesabia haki, na hiyo itakunyima kuchukua nafasi ambazo zingeweza kufanya kuwa bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Jambo la tatu ambalo ninaomba uliache kwenye maisha yako, usiwe mtu wa kuwalaumu watu.